ilikuwa ni siku ya dhiki kwa Joanna Ng'eno. Hakiuliwa jamii yake kama kondoo, hakiuliwa jamii yake kama mbuzi, hakiuliwa jamii yake kama kuku. Kwa sababu gani? Uongozi mbaya. Wao wenyewe walichangia kuleta uongozi mbaya. Poleni sana Joanna Ng'eno, poleni sana. Ni serikali yenu ndiye anakula wana watoto wake. Msilaumu mtu. Don't blame anybody. Nimesikia leo majority leader kule ya Senate Aaron Cheruiyot anataka kuweka lawama kwa judge. Usilaumu judge Aaron Cheruiyot. Blame your government ambao wewe pia uko ndani, Aaron Cheruiyot. Don't blame anyone. Blame your government. Ni nyinyi ndio serikali. Hakuna serikali. Serikali ni Aaron Cheruiyot. Serikali ni Joanna Ng'eno. Lazima kuwe responsibility kwa watu 6 waleuliwa kama kuku jana kwa sababu land grabbing. Unajua ni nani anakuwa anagrab hiyo shamba? Wacha kutupima sisi akili my friend. Mheshimiwa majority leader Aaron Cheruiyot, wacha kuleta blame game na mauaji ya watu wa nini? Ongata. Wacha kuleta blame game. Wale watu waleuliwa Ongata, government wanajua. My friend, stop blaming anyone. Joanna Ng'eno, usilaumu mtu. Unakumbuka wakati Uhuru Kenyatta, Fred Matiang'i, mheshimiwa anatembea akisema ya kwamba lazima watu wahame Mau. Ni nani alisimama akitukana Mama Ngina? Joanna Ng'eno. Akisema shamba hii sio shamba ya Mama Ngina. Akisema shamba hii sio shamba ya Kenyatta. Kwa nini mnalia leo? Ni Uhuru Kenyatta ndiye aliua watoto wenu. Ni Uhuru Kenyatta ndiye aliua jana watu. Sio Uhuru Kenyatta. Ni Matiang'i. Ni nani minister wa interior? Mheshimiwa Onesmus Murkomen. Ni Matiang'i. Regional commander sio George Natembea. Ni nani? Mnataka kublame nani? Stop blaming my friend. Blame game hatutaki katika serikali. Mujibishe wale waliohusika na mauaji wa watu jana. Ni aibu. Kama serikali, my friend, serikali si ni Rift Valley. Waliouliwa jana si ni Rift Valley. Wenye wananyang'anywa shamba si ni Rift Valley. My friend, nataka kuambia wa Kenya, kama bado kuna mentality ati ndugu yangu, kiongozi wangu, jamii yangu utauliwa, my friend, utachinjwa kama kuku. Aibu. Watu ambao walikuwa wanapalilia mahindi zao wanapigwa kichwa zao risasi. Na nani? Serikali ambao wao wenyewe walichangia kwa 100%. Wakileta William Ruto. Sai blame game. Bwana IG. Nauliza, Douglas Kanja alikuwa Kilgoris jana. Anauliza tu. Douglas Kanja alikuwa jana Kilgoris. Ninauliza, Joanna Ng'eno akizungumza na ile askari, si walikuwa wanasema chamge? Ilikuwa Mkikuyu. My friend, tuwache blame game. Mimi nataka kujibisha serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Include Aaron Cheruiyot. Include Joanna Ng'eno. Wasilete blame game. Wanajua sababu wale vijana wakauliwa. My friend, wananchi ambao sisi maskini tunauliwa. Serikali anaiba atakuwa watu wake. Hawana aibu. Watu ambao walichangia William Ruto kupigia Ruto kura, kusimama na Mheshimiwa Rais, wanauliwa juu ya land grabbing. Shamba ambayo ilipeana na Mzee Moi. Ndugu yangu, hamuna hata haya. Ani tamaa ya shamba inafanya watu wanauliwa kama kuku. Tamaa ya shamba inafanya wananchi wa Kenya wanakuwa slaughtered kama njiwa. Ani siku hizi order from above, mtu anapigwa tu risasi. Then watu inaisha tu hivyo. Kwa sababu viongozi ambao ni tumbocrat. Na naongoja vijinsi mtaongea. Aibu. Mfugo wa jamii ya Kipsigis ikiibwa, maskari waonekani. Mifugo zao ikiuliwa, maskari waonekani. Lakini wakati mdosi anataka kugrab shamba, anatuma wanaume na bunduki. Enda wao wajinga. Sasa wakati wa watu mnanyang'anya shamba, sisi ni wajinga. I want to hurt jamii ya Kalenjin and Kipsigis, Turgen, Marakwet. Enough is enough. Tukue pamoja kama wa Kenya. This government is not belong to people. It's belong to thief and thugs. My friend, mtu asikudanganye my friend. Ni aibu. Uhuru Kenyatta amekuwa kwa hii dunia. Kwa nini hakuiba hiyo shamba?
Uhuru Kenyatta amekuwa, sio shamba alikuwa. Mzee Kibaki amekuwa, sio shamba ilikuwa. Kwani wao wako na tamaa? Why now? This time round ndio watu wanauliwa kama kuku. My friend, tunaenda kuambia wake zetu waje. Mama zetu wanaenda kusema nini? Then mna expect iishe hivyo ama mchukue watu wafunge. Then tukuje mnafikiri tunacheka na nyinyi. Acheni turudishe William Ruto. We cannot chagua tena William Ruto. Hatuwezi bana. We cannot elect again. Tuende kwa ballot. This is our man. This is our own, my friend. Nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto. Tangu uchaguliwe Mheshimiwa Rais, umeshusha ahadi ya taifa la Kenya. Haibu ulimwengu mzima. Katika kwenye karne hii, bado polisi anachukua bunduki kuua mwananchi juu ya mwanasiasa anataka shamba yake kilazima. Katika kwenye hii karne. Ani hii karne. Ndugu nauliza, kwani Uhuru Kenyatta alikuwa mjinga? Moi alikuwa mjinga, Daniel Toroitich. Kibaki amekuwa mjinga kiasi gani yenye kuchukua hiyo shamba? Ndugu yangu, jamii ya Kalenjin, jamii ya Kipsigis, jamii ya Marakwet, jamii ya Elgeyo, jamii ya Pokot, nataka niwaambie kitu moja. Wakati imefika tuseme ya kwamba enough is enough. Tukue pamoja kama wananchi, tupeleke serikali ya Kenya kwanza nyumbani. Hatuwezi uliwa kama kuku na ni sisi ndio tuchagua William Ruto. Hatuwezi uliwa kama swara na sisi ndio tuchagua William Ruto. Mimi nataka kuambia jamii, poleni sana jamii ya Kipsigis. Poleni sana jamii ya Kalenjin. Lakini mimi ningependa kuambia kwamba mtu asikudanganye ati William Ruto atakusaidia. Never ever kama tuko hapa hai. Ni chungu sana. Kama sasa wanawake hawana mabwana zao, watoto hawana mababa zao, masista hawana mandugu zao, wamama hawana watoto wao kwa sababu serikali mbaya. Then wanabebana leo, wanasanyana kwa kona, ati wanaongelesha watu. Unaongelesha watu na watu wamfuatize maisha yao. Na mnajua sababu na kiini na ni nani ambaye ana grab hiyo shamba na ni nani alitoa order. Wanajua. Arun Cherota anajua. Jona Ngina anajua. My friend, yule Uhuru Kenyatta mlikuwa na tushana Uhuru Kenyatta vibaya. Ati Uhuru Kenyatta anahamisha sisi jamii ya Kalenjin kwa Mao. Mao ni shamba la umma. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alikuwa na protect ile Mao Forest. Wanasiasa walichukua jamii yao wakapeleka hapo. Na chajabu walikuwa wanahusia jamii yao. The same sahi sio jamii nyingine. Hii sio mambo ya kisiasa, my friend. Mtu asikudanganye, si mambo ya jamii. Hakuna jamii. Hii ni umbo anakula mtoto wake. Mtu asikudanganye. Hii ya Langata. Hiyo Ngata Rongai, hiyo Ngata hii. Hii ya Langa hii ya Kilgoris constituency. Hii nasema hivi. Hii wanajua ya kwamba serikali atakula wanawe. Mtu asikudanganye ndugu yangu. Ni chungu sana kama serikali inageukia wanawe anakula. Wewe ambao hukuchagua William Ruto, utafanyiwa nini? Wewe mwenyewe haukupigia Ruto, utafanyiwa nini? Then unapata fala fulani yenye hakuchagua Ruto, unasema Ruto 10 bila break ya mama yenu. My friend, we belong to Kenya. Kenya ni yetu baba. Kuweni na heshima kwa wananchi. Tunalipa ushuru, tunauliwa. Wanakuja wanatunyang'anya shamba yetu kwa lazima. Hata mkiua watu ngapi, hiyo shamba itabaki. My friend, tumejua haki yetu. Tutasimama na jamii ya Kalenjin, tutasimama na jamii ya Kipsigis, tutasimama na jamii ya Elgeyo Marakwet, tutasimama na jamii ya Pokot, tutasimama na jamii ya Turkana. Lazima tulete usawa. Mwisho moja, ninarudia, this government of Kenya kwanza include Raila Odinga, William Ruto, Mudavadi, Wetangula, wote PO box nyumbani. Hatuna tolerate nonsense. Wakati tunaulewa ndani ya serikali yetu, watu hawana mabwana, watu hawana baba zao. Saa hii mababa, watoto wanashindwa nani alipa karo ya shule. Wanaume wameweka makende zao juu ya hoteli kubwa kubwa, wanaenda kutuua, then wanakuja kutudanganya. Kiongozi mbunge wala gavana asikudanganye. Wanajua mpango maalum. Mbona asikudanganye ndugu zangu? Wewe umesikia wapi watu wanauliwa king'ombe? Then unaambia hatukujua. Bwana IG, tunaomba ashike nani? Bwana, nataka kuambia Rumcheroto, wacha blame game. Kama mnataka kusaidia wale watu, toa amri
Ole tunaye ambaye anadaiwa amehusika na shamba aferekwe Timulatewa. Aende shughulikie na wanaume wenzake bwana. Waje kutubeba sisi akili bwana. Ni uchungu. Mimi ni Mkenya napoteza mandugu zangu. Watu walikuwa wazima, hawakuwa na ugonjwa. Wanauliwa kama kuku. Kwa sababu tamaa ya utajiri. Kenya ni nchi yetu. Tutadefend until the last minute. Hata kama mtu mmoja nitabaki, hiyo risasi utapiga mtu ya mwisho nitakomboa Kenya. Naambia wale familia waliopoteza jamaa zao, Mungu awafariji, lakini ombi langu usidanganywe na Ruto, usidanganywe na Joanna Ngeno, usidanganywe na Arun Cherot, usidanganywe na gavana wa Narok. Wanajua sababu na kiini waliopanga njama ya kuhusika na kuwa watu kama kuku. Sisi hao polisi wanakaa kwao. Si wako free. Si walikuwa na protect mali ya Mudosi. Nini unatuambia? My friend, Kenya tutafanya revolution 2027. Asante sana, Mungu awabariki.